Iko sawa. Ningependa pengine kuongea machache. Nimeongea mengi mambo ya nchi na vile mambo yanaendelea, na nilikuwa nimeongea mambo ya ndani, kwa sababu ndio iko juu, nikasema let me come out properly kwa position yangu na maoni yangu vile ilivyo. Ya kwanza, nasikitikia president wetu William Ruto, sababu mambo haya mengi natokea ni mambo tungeepuka, lakini tumejikuta zote ndani kwa sababu ya kukosa kusikiza na kukosa kuwa na mipangilio kamilifu. It's unfortunate that the people who knew the policy and manifesto ya President Ruto after election aliwatupa. Alipowatupa, hiyo pengo ikaingiwa na brokers. I would say very clearly that the problem is in now. Actually, the big one is created by the people surrounding him. Ya wizi, the people surrounding him. Nikisema hivyo, ninasema hivi. You know, for now we can say there is no parliament. And I said that the other time, Kimani Ichung'wah confirmed. In the floor of the house, akasema hawana members, they are not coming in the house. And even the chairs, they are not coming in the house. They are postponing all the time. They are postponing all the time sitting of the parliament. That is Kimani Ichung'wah said that on the floor. It is a shame to have such leaders leading the assembly, National Assembly, and they know kuna kamati husika ya speaker na wengine wale wana manage mambo ya bunge. Sasa kwenda kujianika ni kuconfirm vile nilisema there is no parliament, and the way Kenyans are saying there is no parliament. So these people are messing the president day by day. The other person I will talk about it is the speaker. When the president was addressing the nation, the speaker alikuwa on his right hand, na akiwa kwa right hand ili alikuwa ni mmoja ametaja mambo ya Adani, iko kwa mitandao. Adani akimwambia arudishe pesa, it is there kwa mitandao. So if you are cancelling the deal of Adani na muko na speaker ambaye ameokota pesa ya kusema vile itapitishwa kwa bunge, then we have no parliament. If the speaker is leading that, we knew what they did the other time. Kenyans listened at so I want to advise help to you, kwa sababu ya Susan yeye ndio alitekeza mambo yangu yote. Baada ya mimi hata kumsaidia kuwa speaker, mkatengeneza naye, mkanipiga, mkamaliza. Tutaona ile kula atakupea na ile kula ataweza kupata mimi nikiwa na watu wangu nitakuwa naye, because I left UDA. I'm not in UDA anymore because of such things which are happening. Mambo ya ndani ningekuambia, and you know true and the fact. It is not your project. It is the project of Raila Odinga. He is the owner of this project. Alisupport yeye mambo ya 2017 election, akarudi akasupport 2017 election. Adani alisaidia Adani, Raila ndio alikuwa mtu yake. Ukuje 2022 uchaguzi hii yako hiyo meza kwako, how financed, na alipo finance haikufaulu. So the project of Adani is for Raila Odinga. Even when it was being discussed at Napaya, watu wataka kuizungumzia, he came out before. It is in the clip. It is on everybody. Akasema hii deal ya Adani ya airport ni mzuri, and that's a cost discussion. He know Adani, na hiyo akasema ni mzuri, akamaliza hiyo. Akachukua akaingia na ukora, akaingia akapewa kuingiza ministers, akatangaza yeye hakuambia, walijiingiza njia yao, sio mambo ya chama, walijiingiza. It is a shame mtu anataka kwenda OAU kupata kiti, lying your own ya Ruto, ukapewa position 6 ukaweka kwa kabila moja yako. Hiyo inakuonyesha pia ukabila, ukaweka ukabila yako na ukaweka position bad finance. The other one on energy.
Wakasema hawa wenyewe badi, na ndio ulisema ati super power unaweka huko with experience. Wakasema badi akasema mambo ya Adani, it is a close deal, it is good and it is clear. Huyo ni badi, ni wanani wako ODM minister wa energy. Akatokea akasema tunataka hii Kentraco tupee Adani. He signed the agreement yeye mwenyewe na Adani hapo. Hiyo ni watu ya nani? Ya Rigathi. Even the day it was being reversed by the president, in the morning he had released a statement ya kusema deal ya Adani ya Kentraco ni mzuri. Hiyo ni watu ya nani? Ya Rigathi. Dealing with their project, dealing with somebody who finance them, so they can be able to get the money. Now ile wewe rais na wewe ulisema haukumaliza, haukukwenda kwa Asha, hii hospitali inaleta shida, na pia tunasikia yeye ako ndani, is being contract. Swali langu ni kuwa una advisors, una watu wanasikiza ground, wanasikiza inchi. Lazima warrant itolewe in America. Previous night ndio asubuhi utoe statement yako of the nation. Lazima tukue hatuna watu America ndio inatoa warrant, ndio tunabadilisha speech yetu kusema umecancel contract ya ndani ya airport. That looks you are alone. You have no people to help you. Na wewe naye utaki kusikiza? I would ask you, the president, don't push things when you are alone. This Kenya ni mzito. You cannot carry it alone. Consult the people who can help you. In top of that, I saw the parliament. I was shocked with the parliament. They were pushing Adani because of the pesa ile ilikuwa inabebwa na speaker. Iletwe huko. Na speaker akaashua, na nimesikia wakiongea na Adani akiitishwa pesa. They were pushing Adani and making sure that itapita ikikuja kwa parliament. Wakati ulikanzo, watu wakaanza kupiga makofi. I wonder whether we have parliament. I wonder parliament ni ya kubeboa kichwa. Ikiwekwa majira ya yes ya nini wanaruka bila kuangalia wanaenda wapi. That's where the nation has a problem, and it's a big one. Na mimi ningekuuliza rais, you have time to listen. Take time and uangalie. Na ile watu lileta huyo leader, huyo ndio atakumaliza. And I have been telling you, ataharibu serikali yote, arudi atokee aseme nilimpa expert, lakini already serikali yako it cannot be cleaned na aruke. Wait and load somewhere. That's what you do. I ask the president, the people fought for you mpaka wakakuingiza. Why did you leave them? Why did you leave them? And that's where the problem. And na pia wanaomba Mungu. Wengine kama sisi tungekufa, tungepigwa risasi, tulipigwa tear gas, tulifanywa nini? Tulipigana na uhuru, tukafanya nini? Tukakupea milima ikiwa yote. Why are you fighting with milima? And now, by the way, I advise you, when you are removing Gachagua, you thought you are fighting Gachagua. It turned fighting milima, kwa sababu ile watu wanakuwa surrounding, hawataki kusikia mambo ya milima. Imetoka kwa milima, it has come now national in the whole Kenya. You can hear even your own areas, Kericho, Bometi, Wapi, Nandi. It is that way. Because sasa imetoka kwa kuonekana hata kuwa loyal to somebody, it has no value. Ile watu wangetuua tukipigania wewe, now they are the ones who are inside and they will mess you. Hautaangishwa na mtu mwingine. They are the ones who are going to mess you. So I'm saying there is a problem. Na niongeze kusema watu kama Suarez na nani waache mambo ya kupigana na kanisa na kutukana kanisa. Wewe unajua mkipitana na kanisa unaenda wapeana apology. Hawa ni kupigana tu akitafuta pesa. Huyo mama atakupeleka naye atakuingiza kwa shimo. Unajua nani aliangusha Aden kwa shamba ya Mungu? Is a woman. Nani alinyoa Samson? Is a woman. Be careful. I'm not saying women they are bad, but few
wale wako na wewe, they will put you in the hole. They are not helping you. You actually be yourself. Usibebeshwe mzigo na watu. Na wewe ile mzigo yote inakuja kwa mlango ikiletwa na brokers unabeba. Why do you fight the church? Do you know, Your Excellency, nikukumbushe mzuri, sisi tulishinda uchaguzi ile umekufanya ukuwe president na kura 230. Do you know how we got that? Let me explain, maybe you have forgotten. Bibi alipotukana kanisa, Ile mwenyewe akatukana kanisa. Akasema makanisa hii kubwa itakatwa, sijui itafanywa nini, itawekwa kodi, itafanywa nini. The church felt threatened. Hiyo kura 230, I'm sure the big number of that, it is the churches. Walipopinduka wakaona wanapigwa na wanakuwa attacked. Those votes came from the church. We want with only 230. That's what we want with. Now tumeanza kupiga kanisa. Kama vile wale kuweko walipiga kanisa ndio ukapata kura. Tumeanza kupiga kanisa. Don't fight with the church. And again, the people you having, kina kulia kina nani, waache kubishana na kanisa. If church says don't do this, don't lead this, don't do this, sit down. Kwani tunataka kubadilisha mtindo na sisi tukiingia kwa kanisa, we don't lead the church. Tunaambia kwa tutaimba wimbo hii, masomo ni hii, ile tutasoma ni Mathayo 19:27 tunasoma, tunaambia ni wakati wa sadaka tunatoa, tunaambia ni nyimbo fulani tunafanya. We have never gone in the church to lead the church. We are there to be led by the church. Na kanisa naye ndio inatusaidia kuweka watu hope. Tukianza hiyo vita ya kanisa, mimi nimeshangaa hata Wakorino sijaona wakitoa statement. So now it is all over. There's a fight. Wakorino wale walikuwa hapa naye hapa Nakuru High School. I saw them giving a statement. Na wengine wengi. The ground is not good. Your Excellency, ground is not good. Unless you do a revival of the people who are surrounding you, the people who are talking, the people who are stealing. You are talking about the stealing, na nakwambia speaker yako hapa na tuna clip akiitishwa pesa na ndani. Yaani tutakuwa tukiokota kila kitu yote mpaka America watuambie, mpaka watu wengine watuambie, ndio sisi tu react. Because the surrounding ile watu wanakusunguka. Hawana mambo mengine. Ni fitina ya breakfast, lunch ni fitina, usiku ni propaganda wanakuletea. The issues they are bringing you, reporting and propaganda, are they working? I'll tell you they are not working. So why can't we change? And listen, humble yourself, Your Excellency. You see, even if wakati mlipitana na Uhuru, he did not go in the way of impeachment. Alijua italeta ukabila na itapasua nchi. Hakukubali kufanya hiyo. And that's why you are seeing a big number of Kalenjin they are supporting now. Rigiji, they are challenging you because they are saying it's for the first time Wakikuyu waliokoka wakapea mtu mwingine sio yao kura. 47%. It was almost 80 something. They gave you those votes. How do you feel hata wewe vile ulipea Uhuru kura za watu wetu wa Rift Valley? Akarudi akaanza kukuchallenge. How did you feel? That's how Gachagua is feeling. That's why the Mlima is feeling. That's the Kenya is feeling. Betrayal. They are seeing there is a problem. You are cheated by him, and some of them have come. Wameweka ati hapa kwetu waziri. Waziri wa kusaidia nini? Wewe Your Excellency ujui, ukiweka waziri ukiweka pia ni mtu wa kukusaidia na kusaidia constituency na kusaidia county. You have given us a woman that is in a county that is the minister of IT. Ni nini anakufanyia? Ni nani anamjua? We come from the same ward, I don't know her. Lakini kwa sababu naambia na Susan na Mrembo na nini na wewe uchunguzaji hiyo maneno. Now see the problem. Sasa nani anakufanyia hapa campaign? Who will do for your campaign? I'm urging you, our president, go for the new of faith, the renew of the leadership. If it's not like that, you're going to have a problem. Find out what they want to give you. Tell your people not to start fighting people, sacking them. Civil servant.
walimu na don't try ile mtindo watu yako wako naye sasa, kuvuta watu kazi, kupiga watu wengine, kupiga kama Gujiri, kupiga mtu mwingine alikusaidia. Are they creating peace for you? Are they creating good thing for you? Because those people, baada ya kuvuta kama mlivuta 300 ati walikuwa wanafanya na Gachagua, they had nothing to involve themselves with the Gachagua. They were working. When you sack them, wakiwa hiyo wanasikia 300, wakienda nje wanaenda kufanyia campaign ama wanaenda kupiga wewe kwa campaign. These are the issues I'm talking about. Be yourself. Ima buruka nini? Iwa heshimiwa yako ya kutukanana. Talking things which are not there, they don't go home. If they don't go home, what are they helping you? Wataombea kula wapi? Ati wengine wanasema ati watu wa milima na wengine miaka 3 inatosha kuhonga hao na pesa. Now people have started now changing, saying, oh, ndio napeleka pesa kwa kanisa. Let's humble ourselves and know the strategy to use. Because the most important thing, we want peace in this country. That's what we want. And I'm urging my president, and I'm urging the Kenyans, let's do all those things which are going on. Lakini, tuchunge amani. Tuwe na amani katika Kenya. Tuwe na amani katika Rift Valley. We voted bila kumwagika damu hata moja. Na niliwaambia mtaenda na hiyo siasa mnafanya na watu yako kutukana na watu, it will trickle down na italeta mambo ambayo moto ambayo haiwezi kupimika. But for now I'm very happy with our people of Rift Valley. We are all together. All tribes, Kikuyu, Kalenjin, call say Somalis who are here, call Samburu, wale wako hapa, told many people. We are all together here. We shall not agree kupenywa pahali. And don't refuse people to talk. Nasikia watu wako wanaanza kusema, nyimbo isikuwa ikimbiwa hii, mikutano isikuwa ikifanywa namna hii. Leave those things, they will be tired. But when you continue fighting with that, then it is going to build something different. It's going to strengthen the opposition on the ground. So for now, you like kind of amani, the whole country. Kwa sababu hii si kitu sio ijaonekana. Odinga walikosana na Kenyatta na wakawachana. Nchi iliendelea ama haikuendelea? Nchi iliendelea. Kanisa iliendelea ama haikuendelea? Kanisa iliendelea. Ikakuja Moi, wakakosana na Saitoti, wakakosana na Karanja, wakakosana na Raila Odinga. Nchi iliendelea ama haikuendelea? Humble yourself. Kibaki was vice president, akatoroa akapelekwa ministry ya health, he obeyed na akanyamaza. Kutolewa vice president kuletwa mpaka minister, Kibaki was humble. Alipigwa namna hiyo na akaenda hiyo ministry na akafanya kazi. Mungu akambariki mpaka he ended being seen the best president. Hata kama alituacha, people remember him. Na Raila Odinga huyu anakusumbua, akasumbua yeye. Nchi iliendelea, ikakuwa na economy mzuri. Don't look at the supporters outside. If Kibaki did not look for supporters and he made economy of this country, he did not go with the cars and the vehicles to do campaign. No, he did not do that, but he succeeded. Na nchi iliendelea. Huyu Raila Odinga akakuja kwa KANU, akaleta shida, lakini nchi iliendelea. Kutoka hapo ikakuja kwa Kibaki, akasumbua Kibaki for 10 years, na yeye ndio alisema Kibaki tosha, kama vile baba yake pia alisema Kenyatta tosha. Kama amwachili Kenyatta hakuna uhuru. Hiyo ni baba ya Odinga. Ukuje na njia nyingine yote usunguke. Alipokuja kwa Kibaki na ndio alisema Kibaki tosha, alisumbua yeye mbaya sana, na nchi iliendelea. Akakuja sasa kwa Uhuru, akaletea Uhuru shida, nchi iliendelea. So wananchi watulie. Wewe mkakosana na Uhuru Muigai Kenyatta, mlipokosana nchi imeendelea ama haijaendelea? Na ukumbuke hata wewe, wakati mnapiga Gachagua ataenda kwa mikutano kwa kanisa, juu anaenda wapi? Wewe remember the words he used against Uhuru. Remember the words ulitumia. Asikuchezee, atamuonesha kivumbi, matusi yote ulifanya.
But Uhuru did not react. And we got peace. Remember, Gachagua is not talking anything of abusive. Lakini wewe matusi ambayo ulikuwa naye kwa Uhuru. Na mlipokosana, Kenya iliendelea ama ikuendelea? Kanisa ziliendelea ama hazikuendelea? Why don't we think ourselves that we are supposed to be able? Hii kitu mlikibisha, it is making Gachagua now hero in this country. Kwa sababu watu waliona National Assembly, the way it behaved, wakaona ni ukora mtupu, na mpango ulikuwa mpango. Wakaona Senate, wakaona judiciary. Any person, even a simple person, akisema sitaki huyu jaji asikize kazi yangu, jaji anakuwa anajiondoa. Hao walikataa kwa nini? Why did they refuse? Kupeleka judgment mpaka kila kitu kilikuwa imepangwa mpaka ifike mwisho. This thing Kenyans are looking. They are not looking for Gachagua. They are looking kwa ukweli na uongozi ambaye itaweza saidia nchi hii. That's what Kenyans are looking. And when you go like this, you are going to be in a lot of problem. Revival is needed in this country. Revival. I remember one day Full Gospel ilienda kama vile siasa hii imeenda, wakakosana within themselves, mpaka ikafika pahali tukasikia Full Gospel imesema revival, okoka ya pili. That was the Full Gospel. Na wakapasuka, na wale waliwacha wale faithful wakaokoka na wakaongoza Full Gospel, and that's why the Full Gospel is up to there now. Asking Kenyans, let's think it twice. Tuache kupigana bure. Hii ni vita ya watu wa huko juu, wananchi wa chini wachana na hiyo mambo. Watu wale wana incite president waendelee kuincite. Sisi tuendelee kwa maombi, but don't fight with the church at all. God bless Kenya. God bless all of us who are listening. Let's be fair people. You can challenge the president, but also I'm saying don't abuse. But let's challenge kama kuna kitu. Even me at Anani, even Jesus was challenged. Jesus was challenged. So let's be humble. Let's listen to each other. Kibaki alikuwa attacked namna gani? Na alikuwa anasema sawa tu, nyinyi endelea. Sema yule mama alikuwa analia shida, akamwambia tunajua wewe na tunajua shida zako, na tukikusaidia utasaidia nani? Those things were there. And advising the president, let's not change things very fast. Kenyans are not used to changing things very fast. Ukiangalia kama mambo ya Asha na NHIF, to me I did not see the name, why should change the name, but maybe you know, but your people did not tell us people properly. Because the name could have remained but change all other things inside. Ili Kenyans waendelee kupiga walikuwa wamezoea kutibiwa. You could have changed just inside. But that is my idea, but I don't know you as your advisor. And when you knew, hakuna mtu aliweza question. You don't have people information, you don't have people. Ni upusi. Kule unaambiwa na kanisa wacha, anasema na nitasoma tu. Why? Tumefika kubishana na kanisa? I think we should not do that. Naombea Kenya, naombea wananchi, tuwe na utulivu na tuweke macho, na Mungu wako bado kwa kiti. God bless Kenya.